Hello, karibu katika channel ya Gnosticos ambayo inachunguza mambo yaliyojificha nyuma ya sayansi, mythology pamoja na imani. Leo tutazungumza kuhusiana na nyaraka za kale na nyaraka za kale za Wasamaria, ni ancient text and ancient Sumerian text. Nyaraka za kale ni nini? Nyaraka za kale ni mifumo ya maandishi ambayo ilitumika na jamii ya watu wa zamani kuandika lugha, hadithi, dini na pia ilihifadhi mifumo ya sheria na mifumo ya uendeshaji wa ulimwengu. Mfano wa mifumo ya maandishi ya kale, tunao mifumo maarufu zaidi. Tukianza na mfumo ule wa cuneiform, tuna Hieroglyphics. Tuna mfumo wa maandishi ya kale unaojulikana kwa jina la Aramaic word, yani mfumo wa Aramaic. Tunao mfumo wa maandishi ya kale ya Kiebrania unaojulikana kama Hebrews. Tunao mfumo wa maandishi ya kale ya Kigiriki. Pia tuna mfumo maarufu zaidi wa maandishi ya kale ya Kisamaria unaojulikana kama Samaritan script. Sasa hii mifumo, tukianza na mfumo wa cuneiform, mfumo wa maandishi wa kale zaidi. Cuneiform ni nini? Cuneiform ni mfumo wa maandishi ambao ulikuwa ukiandikwa kwa kuchongwa kama pembe. Walikuwa wanatumia kitu chenye ncha kali, wakichonga kwenye mawe na kwenye vibao ya aina ya mbao ya zamani zaidi. Hii mifumo ya cuneiform. Na cuneiform, unajiuliza cuneiform ni mfumo wa maandishi ya wapi? Kwa sababu tukisema kale ipi? Tuna Sumerian au tunasema Sumerian, nyaraka za Wasamaria ndio walikuwa wakitumia mfumo wa maandishi ya cuneiform, ambayo haya maandishi ya cuneiform yanapatikana katika nchi ya Iraq ya leo. Tunapozungumza kuhusiana na Sumerian, tunapozungumza kuhusiana na Akkadian, Assyrian, Mesopotamia, tunazungumzia Iraki ya leo. Tukiangalia asili ya maandishi ya cuneiform, kwa sababu cuneiform ilianza kutumika mwaka 3100 kabla ya Kristo mpaka mwaka 3200 ndio cuneiform, maandishi haya yalianza kusambaa sana duniani. Tukiangalia asili ya dunia ya maandishi ya cuneiform, yalianza katika mfumo wa picha rahisi inaitwa pictographics. Hasa hizi picha rahisi zilikuwa zikitengeneza mfumo wa maandishi ambao yanaitwa cuneiform. Lakini tunao ushahidi pia wa asili inayoonyesha kwamba maandishi haya ya cuneiform hayatoki katika sayari hii, yanatoka katika ile sayari ya Nibiru, sayari ambayo iliyo mbali zaidi. Ukiangalia katika vitabu vya mwandishi maarufu anajulikana kama jina Zechariah Stitch, katika kitabu chake kinaitwa The 12 Planets, kinaonyesha wazi kwamba Anunnaki ndio waliokuja wa kwanza katika dunia hii wakiwa kama miungu ya Wasamaria, na ndio waliowafundisha Wasamaria namna ya kuandika, waliowafundisha jinsi ya kufanya kilimo, waliowafundisha mambo mengi ambayo leo hii sisi tunaweza tukayafanya. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba uwepo wa mfumo wa maandishi ya cuneiform haya kutoka katika dunia hii, alikuja na viumbe wageni wanaojulikana kwa jina la Anunnaki. Tukiangalia kwa namna nyingine jinsi gani maandishi haya ya cuneiform yaliweza kusambazwa duniani kote. Haya maandishi ya cuneiform, mfumo wa maandishi ya cuneiform ambayo yametumika na Wasamaria, yanamaanisha Irani ya leo, yalisambazwa kupitia wafalme. Tunaye mfalme maarufu sana anajulikana kama Enmeranking. Enmeranking, huyu mfalme ndiye alitumika kusambaza maandishi haya ya cuneiform akiwa katika mji wake mkuu kule Uruk. Unaposoma kwenye Babiloni ya kale kuna mji unaitwa Uruk, na huyo Enmeranking ndio alikuwa yuko katika mji wa Uruk. Lakini pia maandishi haya yaliweza kusambazwa na sheria zilizokuwa zikiwekwa inaitwa Hammurabi
ya Babeli. Hammurabi ya Babeli hii ilikuwa ni sheria ya Babylonian ya kale ya Hammurabi, na hii sheria ya Babylonian ya kale ndio baadhi ya sheria hizo tunazitumia leo, kama mtu kupelekwa mahakamani, mtu kupelekwa gerezani, mtu kushtakiwa, ni sheria ya Hammurabi wa Babel. Maandishi haya ya cuneiform hayakusambazwa na wafalme peke yake kama walivyoona Emil Rankin pamoja na Hammurabi wa Babel, lakini pia yalisambazwa na miungu. Ipo miungu ambayo ilitumika kusambaza maandishi haya ya cuneiform. Tunayo ile miungu, mfano ukienda kule Misri, kuna Kemet, mji wa Kemet, Misri ya kale, wana mungu wao anaitwa Thoth, ambao Thoth, Lord Thoth katika Babylonian walikuwa wanamuita Nabu, na katika Samaria ya kale walikuwa wanamuita Nisaba. Kwa hiyo nini sasa Nisaba? Nisaba ni mungu ambaye alitumika katika Samaria ya kale, ambaye ndo huyo alikuja kutumika kwenye Babylonian na akaitwa Nabu, na ndo huyo amekuja kutumika pia kwenye mji wa Kemet kule Misri kama mungu wa Misri akijulikana kwa jina la Thoth. Sasa huyu Nisaba yeye alikuwa, ndio maana ninapoongea Nisaba, ninapozungumzia Thoth, ninapozungumzia Nabu, ninazungumzia mtu mmoja, ila ni kutokana na alivyojidhihirisha sehemu tofauti. Yani sasa leo tuseme unapozungumza kuhusiana na Allah au unapozungumza kuhusiana na Mungu, tunazungumza Allah ni kwa Waislamu, lakini ukija kwa Wakristo wanasema Mungu ni Yehova, wanamjua kama Mungu ni Yehova, na ndicho anachokifahamu. Kwa hiyo huyu ni alijidhihirisha kutokana na sehemu tofauti alizokuwa kiwepo. Pia tuna bali na huyu Nisaba, yupo ambaye ndio wa kwanza katika uzao wa hawa miungu. Kumbuka hawa ni miungu wana asili kama tulivyosoma pale mwanzo, wanasema kwamba walitokea kutoka katika Nibiru kwenye nadharia ya Zechariah Stitch, katika vitabu vingi vya Zechariah Stitch kinachojulikana pia kama kile cha Stretch Away to Heaven na When the Time Beginning. Unaposoma katika kitabu cha Zechariah Stitch ya When the Time Beginning, unakuja kuona kuna mungu anajulikana jina kama Ea Enki. Sasa Ea Enki ndio baba wa maarifa, baba wa uumbaji, baba wa watu waliofundisha. Yani tunaposema leo tunaweza tukaandika, kwa sababu hapa tunazungumzia mifumo ya lugha, tunaweza tukaandika, tunaweza tukafanya hivi, tukafanya mahesabu. Nani aliwafundisha hivi vitu? Hesabu zilikuwepo toka zamani, lakini tukuulize swali, hivi ni nani watu waliofundisha hesabu? Leo mtu anasema anajua hesabu ya hivi, hesabu ya hivi. Hii yote imetoka kwa Ea Enki. Sasa Ea Enki ndo aliweza kumfundisha mwanae ambaye anaitwa Nisaba au anaitwa Thoth au kwa jina lingine anaitwa Nabu. Ndiyo tunajua maandishi yalienezwa na wafalme kama Emperor King pamoja na Hammurabi wa Babel, na tumeona pia miungu walitumika kuyaeneza ya maandishi. Na ukumbuke nilishasema maandishi haya sio ya dunia. Maandishi, huu ni ushahidi wa kwamba maandishi haya kutoka duniani ilitoka kule Nibiru. Sasa ni kwa namna gani mbali na wafalme kuyaeneza ya maandishi na miungu, nini kilichofanya maandishi haya yaenee zaidi? Yalienea kwa mfumo wa biashara. Ilikuwa ni lazima ujue lugha wanaozungumza wa Samaria, yanamaanisha kabila la Mesopotamia, Acadia na Assyrian. Hizo ni nchi kama wanavyosema leo Tanzania, tuseme kuna Tanga, kuna Musoma, kila mtu anaongea lugha yake. Sasa ilikuwa ni lazima itengenezwe lugha moja ambayo mfumo wake wa maandishi ndio unaitwa cuneiform. Sasa kufanya biashara lazima ujue mfumo wa cuneiform ili uweze kufanya nao biashara. Pia hii lugha iliweza kuenea kwa sababu ya hadithi zilizoandikwa katika vitabu pamoja na wafalme wenyewe wakizisambaza duniani kote. Hadithi zinazofahamika kama ile hadithi ya kwenye kitabu cha Epic of Creation inajulikana kama Eman Elish na Epic of Gilgamesh. Pia yalisambaa maandishi haya kwa sababu wa Samaria ndio watu wa kwanza walioendelea zaidi duniani, watu waliojua mifumo ya sayansi na teknolojia, watu ambao walijua masuala ya uandishi, watu ambao walijua masuala ya kilimo, watu ambao walijua masuala ya hesabu. Kwa hiyo ilikuwa ili uonekane umeelimika duniani lazima ujifunze kutoka kwao. Kwa hiyo elimu pia ilichangia kwa kiasi kikubwa kuendeleza lugha ya cuneiform. Sasa kwa kuangalia pia ushawishi, kuna ushawishi gani wa hizi lugha? Kwa sababu naweza isisaidie chochote kusema sasa nijue cuneiform, nijue lugha ya Aramaiki kweli, inanisaidia nini mimi? Vitu
vitu hivi sio vya kusikiliza, vitu hivi vya kusikiliza na kufuatilia. Ushawishi wa hii lugha, cha kwanza, lugha ya cuneiform, mifumo mingi ya maandishi, mifumo mingi ya herufi, mifumo mingi ya namba tunayotumia leo imetoka katika lugha ya cuneiform. Mfano nikuulize swali, unapoandika namba 1, namba 1, namba 1, ukiangalia namba 1 ina engo moja. Na ukumbuke kwenye cuneiform nilisema kwamba mifumo hii ya lugha ya cuneiform ni lugha, mfumo wa maandishi unaoandikwa kwa kuchongwa kama pembe. Herufi zote tunazoziandika M, N zina pembe. P ina pembe. Ukiona pembe zipo kabisa, unaweza ukaziona. Ukiandika namba 2 mfano 2 ina pembe. Ina 2 engo, ndio maana nasema 2. 1 ina 1 engo, ndio maana nasema 1. 3 ina 3 engo, ndio maana nasema 3. Kwa hiyo ina mchango mkubwa sana lugha za cuneiform katika maisha yetu, na ndio zimechangia kupata hizi lugha nyingine zote tunazoziona leo hii. Hakuna lugha yoyote ambayo haijatoka katika mfumo wa cuneiform, kwa sababu cuneiform ndio lugha mama. Baada hapo ikaja ikazaa lugha ya Waebrania tunaita Hebrews, unaona. Baada hapo ikaja ikazaa lugha ya Kigiriki, imetokea kwenye cuneiform. Tumeshaona hizi mifumo ya uandishi, mfumo wa cuneiform kwamba umetumika kuchangia kuwepo kwa lugha nyingi duniani. Sasa jambo la ziada usilolijua ni kwamba cuneiform imeanza mwaka 3100 kabla ya Kristo mpaka 3200 ndio ulipoanza kujulikana. Sio kwamba ulianza kutumika, hapana. Ulianza kujulikana duniani mwaka huo, ila ulianza kutumika kabla ya mwaka huo unaozungumza. Sasa cuneiform wenyewe ndio imechangia kuwepo kwa maandishi tunayosoma leo ya Biblia. Imechangia kuwepo kwa maandishi leo tunasoma ya Qur'ani, Kiarabu. Kiarabu kimetokea Iran. Unaona kama kimetokea Iraki na Iran. Sasa maana yake imetoka katika Mesopotamia. Kumbuka nimeshasema Mesopotamia ya kale ni Iraki ya leo tunaizungumza. Kwa hiyo maandishi yale ya Kiarabu, maandishi ya Qur'an, maandishi pia ya Biblia, kwa sababu cuneiform imezaa maandishi ya Kiebrania ya kale, ilikuwa inajulikana kama Kithilonike, au ni maandishi ya Kiebrania ya kale, alfabeti za Kithilonike ndio zikazaa maandishi ya Kiebrania yale. Kwa hiyo ndio la ziada ambalo watu wanatakiwa kulijua. Na hata tukiendelea zaidi unaweza kujua labda pia Kiswahili kimetokana na lugha ya cuneiform, kwa sababu alfabeti ni zile zile. Hatujawahi kusema Kiswahili tuna alfabeti zetu. Alfabeti wanazotumia hao ndio tunatumia sisi. Kipindi kijacho tutazungumza kuhusiana na Anunnaki, Nephilim pamoja na angel. Tutazungumzia kuhusiana na wageni, viumbe wageni waliokuja kutoka kwenye sayari hii, na wanaojulikana kwa jina la Nephilim na wanaojulikana kwa jina la Anunnaki. Yaani unaona kama ni majina mawili tofauti. Na angels tutakuja kuona wana uhusiano gani. Je, ni watu wa moja au ni vitu viwili tofauti? Usiache kusubscribe, comment. Mimi ni Peter Kirangi.